Kwa hiyo katika podcast ya kwanza katika namna how to manage change tumeishia kwenye we anticipate au tuna expect au tunategemea mabadiliko katika how to handle change. Kwa hiyo njia ya pili namna to handle au to manage change au namna ya control mabadiliko kwenye maisha yetu ni kuanticipate, yani kutegemea mabadiliko, kwa sababu already tumesha recognize kwamba mabadiliko yapo, mabadiliko it is inevitable already, kwamba haizuiliki au haipingiki. Kwa hiyo we recognize, after recognize then we have to anticipate, we have to expect change in our life, yani inabidi tutegemee mabadiliko kwenye maisha yetu. So katika ku-expect mabadiliko, how can you expect, how can you anticipate change katika maisha yako? Katika ku-anticipate huwa tunaangalia future. Katika ku-recognize huwa tunaangalia past. Kwa katika ku-anticipate au kutegemea mabadiliko huwa tunaangalia future. Najiuliza kwamba kama teknolojia sasa hivi ipo hivi na hivi na hivi, je, ina maana what about 10 years later, yani baada ya miaka 10 what will happen? So katika ku-expect au katika ku-anticipate mabadiliko, hapo ndio tunaangalia fursa zilizopo, kwamba kama sasa hivi kuna AI inaweza kufanya hiki na hiki na hiki, then after 10 years tutakuwa na kitu fulani na kitu fulani. Kama kwenye hii sekta ya afya kuna robot sasa hivi zinaweza zikahandle surgery, na maana hata baada ya muda fulani itakuwa kuna innovation itakuwa hivi. Kwa hiyo bahati nzuri hata mabadiliko ya future huwa yanakuwa portrayed, yani huwa yanatolewa kwenye taarifa za habari na vitabu, hata vitu vingine huwa vinaandikwa kabisa. Kwa hiyo inabidi uangalie, hata wewe mwenyewe jiulize, kama mimi sasa hivi kama na miaka 21, si ndio? Kama mimi sasa hivi na miaka 21, ina maana hii 21 kwanza unajiuliza imefikaje hapa. Ina maana ukianticipate, yani ukiangalia katika recognition utagundua kwamba 10 years later zimepita, ni miaka 10 iliyopita ndio wewe ukawa na miaka 21 au ukawa na miaka hiyo 18 au 10 na ngapi ulionayo. Lakini kwenye kutegemea mabadiliko au kwenye ku-expect change unaangalia, let's say sasa hivi nataka ku-expect change ya miaka 10. Nitaangalia ina maana kama sasa hivi nina miaka 21 na niko hivi nilivyo, maybe sina ndevu au ninazo, sina kunyanzi, lakini mwili wangu umekuwa, lakini na chunusi tu, then it means that nikiangalia miaka 10 ijayo nategemea, na naweza nikaangalia mtu ambaye ana miaka 10 zaidi yangu, naweza nikaangalia hayo mabadiliko, nitakuwa okay, kama nitakuwa hivi na hivi na hivi, au nitakuwa na familia, au nitakuwa na hivi na hivi. Kwenye ku-expect change unaanza kufanya vitu ambavyo vitakusaidia kuondokana na problem au challenges ambazo zitakuwa katika nyakati hizo. Unaweza ukaanza kusoma kwa bidii, ukaanza kupasuka career, unaweza ukaanza kuinvest katika biashara, na unaweza kufanya kazi ukiwa una anticipate. Kwa hiyo hii ni hatua ambayo matajiri wengi au na watu waliofanikiwa wanaitumia sana katika maisha yao. Kwa hiyo hii ni hatua ya pili ambayo tunaitumia katika ku-anticipate change au katika kuhandle mabadiliko katika maisha yetu. Kwa hiyo katika ku-anticipate au katika kutegemea mabadiliko, hiyo itakusaidia sana kwenye maisha yako. Angalia kwenye maisha yako kwamba okay, kama sasa hivi na miaka 10 ijayo itakuwaje? Kama sasa hivi sina hiki, baada ya muda fulani itakuwa na nini? Kwa hiyo angalia hiyo vitu katika kutegemea mabadiliko mbeleni. Angalia mabadiliko yaliyofanyika before miaka 10, alafu hayo mabadiliko, hiyo rate of change iliyopo, speed yake angalia, then jiongezee miaka 10 ijayo au miaka 15 au ijayo, utaangalia, utagundua kama kuna mabadiliko makubwa sana yatakuwepo. Katika kujua kama kuna mabadiliko makubwa sana yatakuwepo aidha kwenye maisha yako binafsi au kwenye mazingira yaliyokuzunguka, utagundua fursa zitakazokuwepo au fursa ambazo unaweza kuzitumia. Kwa hiyo ni hatua ya pili ambayo ni muhimu sana. Hatua ya tatu katika kuhandle change au katika